Aibu. Hili ni tatizo ambalo linawasumbua watu wengi sana, wawe watoto, vijana au wazee. Ni tatizo ambalo linawasumbua watu wengi kwa sababu wengi hawana uzoefu wa kukutana na watu wapya au hawana uzoefu wa kusimama mbele ya halaiki wanapokuwa wamepata platform za kufanya hivyo. Na kwa nini watu wengi wanakuwa na aibu? Mara nyingi watu wanakuwa na aibu kwa sababu wanaogopa watu wengine wasigundue udhaifu wao. Sasa unapogundua unakabiliwa na tatizo hili la aibu, fanyeje? Cha kwanza, nitakiwa utambue udhaifu wako mwenyewe kabla ya watu wengine hawajautambua. Unatambuaje udhaifu wako wewe mwenyewe kabla watu wengine hawajatambua udhaifu wako, ili kuweza kuondolea tatizo hili la aibu? Moja, ni muhimu ukakaa chini, ukachukua kalamu na daftari, ukaorodhesha udhaifu wako wote kwa maandishi, ukaandika udhaifu wako wote. Kitendo cha kuandika udhaifu wako kwenye daftari au karatasi kwa njia ya maandishi, unakuwa umetatua robo ya udhaifu wako. Unakuwa umeshatatua robo ya udhaifu wako. Kwa hiyo baada ya kuandika sasa, nini kinachofuata? Pili, utaanza kuorodhesha namna ya kutatua udhaifu huo. Ushaandika tayari, sasa unaanza kuorodhesha namna ya kutatua udhaifu huo. Mfano, kama ulikuwa unahisi wewe ni mbaya, labda ni mbaya kwa sababu ya tabia zako, unahisi wewe hauvutii kwa watu, labda social intelligence yako ni mbovu. Unapokaa chini na kuandika kwenye karatasi au kwenye daftari, unapoorodhesha na kuanza kutambua kwamba wewe ni mbaya, sasa unaanza kutafuta njia bora ya kurekebisha tatizo hilo. Kwa kama wewe ulikuwa ni mbaya, ufanyeje ili uwe mzuri? Sasa katika hili kuna namna ambavyo pia linatakiwa lifanyike, kwa sababu kila unavyoandika, subconscious mind yako inakuwa inatambua kila kinachoendelea na inaenda kuhifadhi taarifa ambazo unakuwa ukizisahihisha au ukizirekebisha na unahitaji uzifanyie mabadiliko katika akili yako. Kwa hiyo kama umegundua kwamba wewe ni mbaya, andika kwamba wewe utakuwa mzuri kwa kufanya hivi na hivi na hivi. Sasa mistake ambayo inakuja kufanyika, mtu anaweza ameandika weakness yake ni kwamba yeye ni mbaya kwa sababu ya tabia zake, huko anakuja anaandika kwenye strength zake kwamba mimi sio mbaya tena, nitarekebisha hiki na hiki na hiki. Hapo unakuwa umeiambia akili kwamba wewe ni mbaya tena, kwa sababu ukisema wewe ni mbaya ndio udhaifu wako, afu kaja ukarekebisha ukasema mimi sio mbaya, nitafanya hivi na hivi na hivi, unaichanganya akili inashindwa kutambua. Huwa subconscious mind haitambui sentensi ambazo negative. Unavyosema hivyo, akili inachukua moja kwa moja tafsiri ya kinyume cha ulivyokuwa umemaanisha. Naweza nikakupa mfano mwingine kwamba ukiambiwa sasa hivi kwamba usifikirie tembo wa pinki, kitu cha kwanza utakachokifanya ni kufikiria tembo huyo wa pinki. Ndivyo akili inavyofanya kazi. So baada ya kuwa umeandika madhaifu yako, ukaiandikia solution, ukaandika strength zake, yani namna ya kutatua yale madhaifu, unakuwa umeiupdate akili. Akili inaanza kufanya kazi na yale maboresho ambayo umeyafanya. Na baada ya hapo, tatu, unatakiwa ufanye nini?
Anza kujitamkia, anza kutamka zile strengths, yale maboresho ambayo umeandika, yatamke, arudie kwa nguvu, ili aweze kukaa kichwani na subconscious mind yako iweze kuyanasa vizuri sana. Na kwa kufanya hivyo utakuwa hausumbuliwi tena na aibu, wala ukisikia watu wanakuongelea au wanakuongea kwa namna yoyote ile, itakuwa ikusumbui, kwa sababu kile wanachokiongelea ushakitatua.